Okay, kuna jamaa mmoja hapa anavua taulo, bidada anaangalia kisha anaogopa. Jamaa anarudisha taulo lake. Nini tena? Mambo haya. Mwamba anajaribu kumsogelea tena lakini bidada anaonekana mwoga sana kama mtoto wa 2000. Mshikaji anamuuliza kwa nini? Anajaribu tena kumshika bidada, anapiga kelele ya misiri ya binti ambaye anatolewa bika. Shit. Bidada anaomba angalau asogee pembeni. Mshikaji anaendelea kumtekenya. Unadhani nini kilichoko nyuma ya huu mzigo? Okay, tuanze. Mzigo anaanza kutuonyesha jamaa mmoja anaitwa Richmond. Alikuwepo yuko sehemu fulani amesubiria mechili na tomato. Mara kafika bidada mmoja anaitwa Jennifer. Mwamba ikabidi asogee. Bidada anamuuliza, "Wewe ndio Richmond?" Mshikaji anajibu, "Ndio, mimi ndio Richmond. Niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Yaani kama unahitaji dakika 30 tu, hiyo ni 30. Kulala na wewe mpaka asubuhi, hiyo ni 50. Sijui tumeelewana, si unaona mimi mwenyewe nilivyonona." Mshikaji anajizungusha hapa. Bidada anamtazama. Mwamba anaendelea kumwaga sera tu. Yaani huyu mshikaji ni kwamba yeye analipwa kwa ajili ya kufanya mapenzi na wanawake ambao ni matajiri. So baada ya kuongea kwa muda mrefu, mshikaji akawa amekubaliana na bidada kwamba yeye yuko tayari. So ikabidi Mwamba asogee pembeni hapa kwenye gari na kisha afungue mlango wa gari, azame ndani ya gari tayari kwa ajili ya kwenda kumpa utamu huyu bidada kumuita Jennifer. So baada ya kufanya hivyo, maana yake mshikaji atalipwa, ndo kazi yake mjini. Basi bana. Baada ya dakika chache tu tunaonyeshwa kwamba Richmond pamoja na Jennifer walifika kwenye guest house moja hivi. Mwamba anatengeneza vizuri lakini bidada anaonekana kuogopa. Basi bana, mshikaji anamvuta mpaka 0 distance lakini bidada anaona aibu. Mwamba akatoa kwanza miwani. Akamwambia, "Okay, basi ngoja nikapiga maji kidogo alafu ndani nitakuja ili tuweze kumaliza." Sawa bidada. Bidada anashikwa lakini anaonekana mwoga sana. Nini tena? Mwamba ikabidi aende kuoga. Lakini baada ya kuondoka tu, bidada kumita Jennifer anachukua simu na kisha anampigia rafiki yake ambaye anaitwa Sofia. "Sofia, sikiliza. Yaani mimi inanichanganya kinoma. Yaani sielewi hata nifanye nini dada yangu." Jamani, wewe jikaze tu hivyo." Maelekezo kutoka kwenye simu. Sawa, nimekubali, haya, hamna shida." Anaitika tu alafu simu inakatwa. Lakini bidada hajaridhika. Anaamua kuchukua video vyake ili angalau asepe. Sasa anapiga toa moja tu, mara naitwa. "Nani Richmond?" Jamani, unaenda wapi?" Ndio mshikaji sasa hapa anafunua nguo yake, inaonekana bidada anaogopa. Basi bana, akawa anamsogelea, anajaribu kumshika lakini bidada anaogopa kichizi. Mara bidada anasogea pembeni, anataka kuanguka hadi kwenye kochi haeleweki. Mshikaji anamwambia, "Kwa nini unafanya hivyo?" Bidada anapiga makelele sana, anaomba angalau asogee pembeni. Inaonekana huyu dada hajazoea kabisa mambo haya. Yaani haya ni mashikoro mageni, msemo wa Wasukuma. Bana we. Bidada kasogea pembeni. Lakini mshikaji anamwambia, "Nataka ulale hapa, upanue miguu, alafu mimi nianze kushindilia." Si unajua tena. Bidada anaogopa, yaani haya mambo anaambiwa hapa naona aibu kama vile mtoto wa darasa la pili. Basi bana. Mshikaji kaendelea kumbembeleza, anataka kumshika bidada na ruka maili 100. Anashika mpaka usoni, jamani mimi. Mwisho siku bana akakubaliana kwamba wapige story tu mpaka usiku uishe. Mshikaji anajaribu kumshika lakini Jennifer hataki kabisa. Mshikaji akamwambia, "Basi mimi utanilipa kwa sababu hapa nimekuja kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo wewe kama vipi niwekee hela yangu tu." Bidada akasema, "Basi sawa, mimi nitakulipa lakini hapa tupige story tu, mimi sitaki hayo mambo." Basi kabidi mshikaji aseme, "Basi andika namba ya account." Mshikaji anataja namba ya account, bidada anaandika tu hapa ili angalau afanye muamara. Basi akatuma muamara ukaenda kwa mshikaji wa kumita Richmond. Jamaa akasema, "Basi sawa, kama nataka tupige story tu, utaki utamu, hamna shida, ili mradi mimi unilipe, mimi kazi yangu ni hiyo." Basi akapiga story bana, usiku ukaingia, wako wanapiga story, bidada ameanza kumzoea mshikaji. Yaani anampa story, bidada amenogewa mpaka anaanza kucheka na tabasamu, anagonga, anasogea hapo karibu na mshikaji, yaani mambo yamenoga. Ila mshikaji kila akijaribu kumshika bidada hataki. Namuuliza, "Kwa nini sasa utaki?" Stories zinakuwa nyingi, bidada hana mbavu, anacheka na enjoy tu. Mwamba anampa mastori kwa sababu amelipwa ili ampe mastori. Bidada anasema hataki hayo mambo ya wakubwa na mazungumzo ya watoto wa kalani. Baadaye Jennifer kaenda kuongea na Sofia, ilikuwa kesho yake asubuhi. Namwambia, "Bana, mimi sijafanya naye chochote." "Hivi ni kweli wewe hujafanya chochote na Richmond?" Niambie kweli, hujafanya naye chochote?" Bidada anasema, "Mimi siwezi nikakupa mwanaume ambaye nimeshawahi kulala naye. Kwa hiyo mimi sijawahi kufanya chochote na Richmond. Tafadhali." Bidada anasema, "Yaani ni mtu mzuri sana. Hajafanya chochote hapa, alikuwa ananielewa jamani." Sema, mimi mwenyewe sielewi." Basi bana. Baadaye kidogo bidada kumita Jennifer anampigia simu mpenzi wake wa kumita Stanley. Anapiga lakini simu hazipokelewi. Anapiga tena lakini simu hazipokelewi. Ni kwamba huyu bidada kumita Jennifer alipotezana na mpenzi wake Stanley kwa muda wa miaka 7. Yaani huyu jamaa alimwambia anaenda kwenye business. Usiku ukaingia, asubuhi ikafika. Mzigo unapeleka mpaka upande wa pili. Huku ni kwa Stanley sasa. Jamaa ambaye anasubiriwa na bidada kumita Jennifer. Yeye huku yuko na enjoy na mpenzi wake mwingine kabisa, wala hata mawazo na Jennifer.
wanapiga mabusu tu hapa, wanaenjoy. Wanakubaliana kwamba hawa wana mpango wa kufunga ndoa na siku chache zijazo tu basi hawa wawili watakuwa mke na mume. Mambo hayo. Lakini huko upande wa pili usiku, bidada kumwita Jennifer hajalala. Anapiga tu simu hazipokelewi. Amemnyutiwa yani. Kama ni block amekula block, kama ni blacklist kapigwa blacklist. Anajigeuza tu. Hana anachokijua kuhusiana na penzi la Stanley na bidada mpya kule. Anapiga tu simu. Ni kwamba anampenda sana Stanley. Na alikwisha kumwambia hata Richmond kwamba hawezi kumsaliti. Okay, next day bidada kumwita Jennifer aliamua kwenda kumtembelea Richmond. Alikuwa amemmisi. Sasa leo hii Richmond alikuwa akimweleza Jennifer kwa nini yeye anaamua kufanya mapenzi na wanawake wanamlipa. Anasema yeye anaishi na wadogo zake 9 pamoja na mama yake. Na baba yake alikwisha kufariki. Kwa hiyo anafanya hivyo ili angalau wasaidie. So time ilienda sana, usiku ukaingia na asubuhi kama imechukua mkondo wake. Na wawili hawa walilala pamoja lakini hawakufanya chochote. Wa kwanza kuamka alikuwa ni bidada ya kumwita Jennifer. Akamwamsha na mambo ya kumwita Richmond. Baada ya kuamka bidada anamtazama tu Richmond. Ni kwamba ni kama ameanza kumpenda hivi. Mshikaji anauliza vipi? Utaki utamu? Bidada anasema hapana, mimi hayo mambo hapana. Kwanza nina mtu wangu ambaye ninamheshimu na siwezi nikamsaliti. Mshikaji anasema basi sawa. Bidada akawa anaaga hapa. Mwamba Richmond akasema basi sawa, kwa heri. Lakini mshikaji akumwita Richmond akaondoka, akasema acha nilale kwanza kidogo. So mshikaji kabidi avute shuka ili angalau malizie usingizi. Kwa sababu ilikuwa baada ya asubuhi sana. Mwamba anapiga tu miayo. Baada ya muda kidogo mshikaji usingizi ulikuwa umeisha kabisa. So ikabidi angalau amke, aondoe shuka lake hili, aondoke kwenye gesi za watu, aondoke kwenda nyumbani. Lakini wakati anaweka chini miguu akakutana na kibunda cha hela. Hela nyingi za kutosha. Sasa aligundua kabisa vyema kwamba Jennifer ndo atakuwa amedondosha. Akazicheki hapa. Mshikaji hakuingiwa na tamaa. Kwa sababu haya sio mambo yake kabisa. Jamaa anakula kilicho riziki yake. Ikabidi ampigie Jennifer. Simu inawekwa sikioni. Sauti ya kuita inasikika. Lakini upande wa pili pia Jennifer anaokota simu. Anapokea. Na kisha anasema halo. Sawa Richmond. Jamaa anasema umesahau hela yako umedondosha, kwa njoo uchukue. Bidada anasema sawa. Nitakuja kuichukua, tafadhali iweke. Mshikaji anasema sawa. Simu inakatwa. Inaonekana mshikaji sasa huku naye anajiamsha naondoka. Baada ya muda kidogo bidada kumwita Jennifer kaenda kuongea na Sofia, anasema yani nimejaribu hata kumtega. Richmond hana tamaa kabisa. Unajua amenirudishia hela. Yani sielewi, sijui nampenda, yani hata sijui. Bidada anasema yule kaka ni mwema sana. Hivyo wewe sikiliza moyo wako. Moyo wako ukiamua basi fanya kile ambacho moyo wako utaamua. Story ikawa fupi sana na kisha wakajichenga. Okay, usiku uliofuata Jennifer aliamua tena kwenda kwa Richmond. Sasa Richmond leo hii anampigisha mastori. Jennifer anacheka yani kidogo pasuke mbavu. Mwamba anaendelea tu kumpa story. Bidada anasema kwamba Richmond ana uwezo wa kuchekesha kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mshikaji anasema ndio, ninaweza. Mfano ukija hapa nikakupanua hivi. Bidada anasema sio hivyo sasa. Yaani kuchekesha kwenye mitandao ya kijamii tunafungua account. Mshikaji anasema mfano nilikuwa na papa watu wanacheka. Bidada anashika mpaka kichwa. Anasema sio hivyo yani. Yani mimi nasema hivi, unafungua account kwenye mitandao ya kijamii, unakuwa unachekesha. Ukishapata followers wengi wanakuwa wanakulipa. Hiyo ni nzuri. Mshikaji anasema hapana, mimi hii kazi naipenda tu. Yani kazi ya kupiga pa. Ninalala na mwanamke ananipa hela, ndo maisha yangu. Bidada anasema hapana, ina maana wewe uogope hata magonjwa ya zinaa. Mshikaji anasema siwezi nikapata, kwanza nitatumia condom. Bidada anajiuliza huyu mtu vipi? Mshikaji anasema ndio, anataka kumpiga na mtishia kidogo, anacheka wanaenjoy. Mshikaji anasema siwezi nikakupiga bana. Ni kwamba bidada tayari amekwisha anza kumuelewa Richmond. Baadaye wakazungumza, Richmond akaelewa kila ambacho bidada alikuwa anamshauri. Mwisho siku Jennifer akamchukua Richmond akaenda kuishi naye nyumbani bana. Na walikuwa wamefika hapa nyumbani, mshikaji kwa mara ya kwanza anatimba kwenye jumba la Jennifer. Jennifer anaingia ndani, mshikaji naye Richmond anaingia ndani. Sasa huku ndani mshikaji anashangaa tu mazingira. Anamuuliza wao, kwa hapa itakuwa ni sehemu ambayo nitaishi? Bidada anasema ndio. Sema wao ni kama ndoto vile. Mwamba wakati anashangaa bidada akamwambia basi hapa itakuwa ni kwako sawa. Mshikaji kabidi kwanza akae hapa nasikilizia. Bidada anamwangalia mshikaji anasema mfano hapo kile piga pa. Itanoga. Bidada anasema bana achana na hao mambo. Mshikaji kabidi sasa toe kwanza na miwani. Anamwambia iseni pazuri. Bidada akamwambia basi njoo nikuonyeshe chumba chako. Mwamba ikabidi aingie sasa na bidada kuonyeshwa chumba. Baada ya muda fulani hivi walikuwa wanapata msosi kwa pamoja. Mshikaji anashindwa kula vizuri kabisa. Bidada anamcheka. Akawa anamwambia basi tumia mikono. Mshikaji akaendelea kupata chakula hapa. Basi bidada alikuwa anamwambia kwamba yeye na Stanley wamepotezana miaka 7. Kwa hiyo miaka 7 yote bidada hajawahi kabisa kufanya chochote. Sasa mshikaji anamtazama anamwambia kwa hiyo hajawahi kuguswa miaka 7 eti. Bidada anamwangalia mshikaji. Mshikaji anasema ndio najaribu tu kuimagine. Anataka kuongea bidada akamkata jicho. Mshikaji akanyamaza tukabidi angalia chini. Ikabidi aongee tena bidada akamkata jicho. Mshikaji akaona basi hapa acha ninyamaze.
Ikabidi sasa Richmond apige kimya. Msika anatupeleka mpaka upande wa pili. Huku Stanley yuko na mpenzi wake, amemletea kinywaji juisi fulani hivi laini. Lakini simu yake inaita, anayepiga ni Jennifer. Jamaa anakata simu. Bidada anamuuliza, "Mbona unakata simu?" "Pokea." Mshikaji anasema, "Ni masuala ya kazi tu wanasumbua hivi." Basi bidada akasema, "Hamna shida. Kama ni masuala ya kazi hamna shida." Mshikaji anasema, "Basi sawa, tu enjoy tu." Basi mabosi kwa kwenda mbele, wanaangalia movie, wanapata na kinywaji. Sasa ni kwamba mshikaji anaamua kumpigia simu bidada kumta Jennifer. Anamdanganya kwamba alikuwa kazini. Anamwambia, "Sikiliza kipenzi, mimi nilikuwa busy na kazi, simu yako niliona lakini singeweza kupokea pale. Sawa? Tafadhali, ninaelewa kwamba unanimisi, lakini ndio hiyo masuala ya kazi. Wewe usije kanipigia, nitakuwa nakupigia mimi mwenyewe, sawa?" Mshikaji kamdanganya bidada kumta Jennifer kisha kakata simu. Mamba kajichenga. Basi bana, usiku ukaingia, asubuhi ikafika, mchana ukafika na usiku tena ukachukua nafasi yake. Mambo yalikuwa yanazidi kuwa mwemere kule nyumbani kwa Jennifer. Maana yake Richmond na Jennifer walikuwa wameshaanza kuzoeana. Wako jikoni, wanapika, wanapiga story, wanacheza, yani utani ni mwingi sana. Ni kwamba Jennifer sasa ameanza kumpenda Richmond, lakini sio mapenzi yale ambayo wewe unayajua. Yani wameanza kupendana kwa ule urafiki tu. Basi bana, siku zikasogea, mshikaji akaanza kutengeneza content. Yani sasa hivi jamani content creator, sio jamaa tena kujiuza kwa wanawake. Basi leo hii alikuwa anaimba, anafanya mambo yake, anaenjoy kwa ajili ya kupost kule TikTok. Mara mlango ukawa umegongwa, Mwamba akaenda kufungua. Aliyekuwa amekuja hapa alikuwa ni bidada kumta Jennifer. Jamaa akampokea. Bidada anaonekana alikuwa amechoka sana. So Mwamba akamchukua, akampeleka mpaka hapa sehemu ambapo wanakaa kupumzika. Mshikaji kaweka kwanza hapo mkoba. Akamwambia basi inabidi amfanyie massage kidogo kwenye miguu. Bidada kanyanyua miguu yote bana. Mambo hayo. Vijana fumbeni macho, msije mkafanya yale mambo mengine. Bana mshikaji akawa anamfanyia massage bidada, anamnyosha bidada mwenyewe anaenjoy, anajigeuza huku na huku. Mambo hayo. Sijui kama ingekuwa wewe ungeweza. Basi bidada usiku ni kwamba hakulala. Sauti inasema, "Hivi nimekuaje? Yaani sasa hivi simkumbuki kabisa Stanley. Sasa hivi muda wote ninamuwaza Richmond. Hata rafiki yangu Sofia, sipati hata muda wa kumtafuta." Okay, kesho yake asubuhi ikafika, mshikaji wa kumita Richmond leo hii alikuwa yuko mbele ya kamera, yani yuko anaendelea kutengeneza content. Bidada kumita Jennifer pia alikuwa hapa pembeni. Mwamba kamnyenyua akamwambia aje wacheze wote. Tayari wamekwisha kuzoeana, kumbuka hakuna aibu tena. So Jennifer na Richmond wakasimama mbele ya kamera, michezo ni mingi, wanadondoshana, mambo kama hayo. Video inaseviwa, kisha inapostiwa kwenye mtandao ya kijamii. So mambo ndio yalikuwa hivyo, yani wakikaa pamoja, wanashikana tu, wanaegemeana. Basi Richmond usiku wa kulala akawa anawaza, tayari amekwisha anza kumpenda Jennifer, lakini anamwambiaje? Yule ni kama bosi wake. Lakini huku upande wa pili, mshikaji wa kumwita Stanley alikuwa kimwaga mpenzi wake, anamwambia kwamba kuna sehemu anaenda kwa ajili ya biashara na atarudi baada ya miezi miwili. Bidada akawa hajaridhika kabisa, lakini mshikaji akawa jaribu kumbembeleza. Bidada akakubali. Basi bana, sawa, mshikaji wa kumwita Stanley aliondoka moja kwa moja kwenda kwa Jennifer. Jennifer anaenda kuangalia kuna mtu anagonga mlango, anafungua hivi, anaingia mshikaji wa kumwita Stanley. Anajiuliza nini tena? Mbona ghafla? Ikabidi tu amkumbatie, lakini kiuongo na kweli. Lakini akaendelea kumuuliza, "Ulikuwa hata unipigie unitafuti, lakini umekuja ghafla hujaniambia." Lakini upande wa pili yupo Richmond anafanya rehearsal namna ya kumwambia Jennifer kwamba anampenda. Huku bado bidada kumwita Jennifer anamuuliza, "Kwa nini ulifanya hivyo?" Mshikaji anasema ni kwamba alikuwa anaogopa masuala ya polisi. So akakumbatiwa huko. Mshikaji wakati kiendelea na rehearsal hapa, mara nashtuka kuna ugeni unaingia. Anayeingia hapa ni mshikaji wa kumwita Stanley. Stanley anauliza, "Huyu naye nani?" Sasa bidada Jennifer anajingatangata anasema huyu ni dereva. Lakini pia mshikaji akaingia kwenye mfumo akisema, "Mimi ni dereva wake. Karibu bosi." Basi mshikaji ikabidi alizike tu kidogo, ikabidi akae hapa. Sasa wakati Jennifer anavuta begi, ikabidi mshikaji wa kumwita Richmond amsaidie. So Mwamba akamsaidia bidada na kisha ikabidi mshikaji anyanyue begi na kuingia nalo chumbani. Sasa baada ya muda kidogo bidada kumwita Jennifer alikuwa akimhudumia huyu mshikaji wa kumwita Stanley. Basi usiku ukaingia na hatimaye mshikaji ikabidi aanze kuomba haki yake bana kwa bidada kumwita Jennifer. Lakini Jennifer kamwambia kwamba yuko kwenye siku zake, kwa hivyo leo hii mshikaji wa kumwita Stanley hatapata chochote. Mwamba anakuna tu kichwa, au tamu hajapata. Okay, siku iliyofuata Richmond akiwa anapiga story na rafiki yake, anakuja Stanley. Sasa yule rafiki yake na Richmond anasema kwamba anamfahamu Stanley. Sasa Stanley ni kwamba yeye anasema kwamba hamfahamiani na huyo jamaa. Sasa mshikaji anaendelea kung'ang'ania. Sasa ikabidi Richmond aingilie tu kati, akamwambia bana, huyu ni bosi wangu, tafadhali wewe nenda tu. Sasa Stanley akaingia ndani ya gari na kisha Richmond naye akazama ndani ya gari
na akawasha gari, ikabidi waondoke. Lakini huyu mshikaji ambaye nafikia yake na Richmond hakuridhika kabisa. Akasema ninamfahamu sana Stanley. So baada ya kuondoka mshikaji alichokifanya, yeye alienda akapiga simu kwa bidada huyu ambaye alikuwa ni mpenzi wake na Stanley kule upande wa pili tofauti na kwa Jennifer. Sasa bidada anashangaa, nini? Eti umemwona? Ndio, nimemwona kabisa. Sasa baada ya muda kidogo tena mshikaji akawa anajaribu kuongea na nani? Na Richmond. Sasa Richmond anaongea na yule jamaa. Anamwambia, "Kwani unamfahamu? Hebu nitumie wewe ushahidi." Sasa ni kwamba yule rafiki yake na Richmond akamtumia Richmond ushahidi. Sasa huko upande wa pili pia huyu bidada ambaye ni mpenzi wake na Stanley anatumiwa picha. Anasema, kweli bana. Ni yeye. Ni yeye kabisa, ni yeye. Jamani mpenzi, jamani. Sasa bidada ni kwamba huko alishiwa na nguvu kabisa, akawa analia, anasema, jamani, mtu nilimwamini nikampa moyo wangu na roho yangu na kichwa changu nikaingia mzima. Basi bana. Lakini pia huko upande wa pili mshikaji ni kwamba alikuwa hajui kama bidada kumuita Jennifer amekwisha kupata taarifa zake. Yuko anaomba tu hela hapa. Sasa Jennifer anacheka, anasema, "Kwani unaniomba hela kwa ajili ya kukamilisha ndoa yako na huyo, si ndio?" Mshikaji anaangalia, anasema, "Bana, wameniahidi tu, sio mimi kabisa. Wewe sio mimi. Mimi mwenyewe hapa mimi sijijui." Mshikaji kachanganyikiwa kichezi. Bidada akaamua kumfukuza. Sasa anakuja hapa mshikaji kumita Richmond, anasema, "Hebu toka bana, simefukuzwa." Sasa ikabidi Richmond aanze kumfukuza au jamaa kumita Stanley. Anamsukuma, akafungua mlango na kisha bana mshikaji kumuita Richmond akamsukumia nje. Kisha akafunga na mlango kabisa, hataki mazoea. Kama unavyojua Richmond tayari anampenda Jennifer. So mshikaji akaamua kuja upande wa pili huku. Hajui kama huku nako kimesha kubuma. Akajifanya anajibebisha hapa. Lakini bidada huyu ambaye ni mpenzi wake na Stanley wa upande wa pili, naye alikuwa amekwisha kujua kila kitu. So akawa anamwambia huyu ni msaliti. Hataki kabisa hata kumuona nyumbani kwake. So huku nako akafukuzwa mshikaji. Anafukuzwa atoke nje kabisa. Bidada hataki kusikia kabisa. So mshikaji akabeba mabegi yake, ikabidi tu aondoke, hakuna namna. So mshika mawili moja umponyoka kama unavyojua. Basi bana, usiku ukaingia, asubuhi ikafika, ni siku nyingine tena. Huku mapenzi yamenoga kati ya Richmond na Jennifer. Wawili hawa tayari wamekwisha anza kupendana. Kama unavyojua bana, mapenzi hajifichi. Wawili hawa wakaishi kama mke na mume. Richmond na Jennifer sasa wanaishi kwa mapenzi ya dhati na mahaba yaliyotaradadi. Na mambo ya kumuita Stanley ikashika mawili na yote yakamponyoka. Bana we, mapenzi haya. Bana, huu ndio mwisho wa mzigo wetu ambao unaitwa Boy of One Night. Na mimi ni Mtupoa. Hakikisha umesubscribe, umelike na umecomment. Lakini pia kama unatufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii, hakikisha umetufollow na hapo